Shukran sana na asante kwa kuzidi kuitegea jukwaa la KTN. Karibu, tunazidi kufahamishana kuhusiana na sheria zinazofungamana na masuala ya DNA ama chembe za DNA. Wengine wavifahamu kwamba vinasaba. Je, vinasaba vinaweza kuchukuliwa wakati gani? Ni miongoni mwa masuala ambayo tayari tushaweza kuyaangalia na kuweza kuyazungumzia, na wakili Danstan Omari tayari akiweza kuyadadavua. Kuna takriban aina 2 ama 3 zile ambazo ni DNA zinaweza kuitishwa wakati wa uhalifu. Pia tutakuja kuangalia, je, unapotenda uhalifu, je, unafahamu kwamba DNA yako inaweza kutumika na wewe kuweza kukamatwa? Basi fahamu hilo. Lakini kwanza tulikuwa nimemkata kauli wa wakili akizungumzia swala zima la wanaume wanapochukua watoto ama kuchukua hatua wao wenyewe kutaka kufahamu iwapo mtoto ni wao. Lakini wengi siku hizi tunaona pia wameanza kukimbia mahakamani. Ama wakili umesema wanaume wa siku hizi hawezi kimbia mahakamani, wanakwepa majukumu ya kulipa school fees. Kuna wazazi aina mbili. Kuna wale ambao kidogo wanaume ng'ang'anizi, ambao zamani unajua mababu zetu Yeri walikuwa na watoto karibu 20. Siku hizi wazazi wanakuwa na watoto wawili. Na hili swala tumevurutana na mwanafunzi wangu mmoja, wakili mtarajiwa waitwa Mohamed, anangojea kwenda kwenye School of Law katika ofisi yangu, mpaka amefanya research kabisa, kaniambia kwamba siku hizi mababa wanakimbia na kuchukua ule mtoto kule supermarket, anakimbia, anatoa zile chembe, anarudisha mtoto pale. Anapata research inamwambia kwamba mtoto ni wake. Kisha anakwenda kotini na kudai kwamba huu mtoto ni wangu, na mimi kama mama nabishana, cheti ndicho hichi. Kama ona bishana, turudi tufanye DNA testing mara ya pili. Na ukiangalia siku hizi akina mama hawataki wale mababa waweze kuwa na ule mtoto hata kwa siku moja. Pili, iwapo mzazi ana watoto wake wameenda kule chuo kikuu, wamevuta bangi, wamekuwa ni watu ovyo, takataka wale watoto, anagundua kwamba ule mtoto wakichaka yeye ndiye amekuwa position 1 nationally, basi ule mzazi anatokea. Mwakumbuka yale yaliyotokea wakati Wanjiru aliposhinda ile medali ya Olympics. Akina baba walikuwa karibu 10 pale, wanang'ang'ana kwamba huyu lazima awe ni mtoto wangu. Kwa hivyo pia wazazi wanaweza ng'ang'ania ule mtoto, watatumwa kwenda chembe za DNA zitolewe, tuweze kujua nani haswa baba. Lakini jambo ninalosema hivi, ninaloliona ni kwamba licha ya wale waliokuwa wakitoroka, wengi wameanza kurudi na kung'ang'ania kupata ule mtoto, sababu wengi hawataweza kupata wale watoto, na pia akina mama hawataki wale wazazi waliozaa nao. Pengine ule jamaa wakati ule alikuwa anaonekana kwamba huenda akakuwa ni mtu safi. Sasa ule jamaa amekuwa ni shagalabagala pale, avuta bangi zake, mira zake ni takataka. Ule mama hataki kujihusisha na ule jangili ambalo kidogo hasemi mimi sitasema kwamba huyu ndio baba mtoto. Kwa hivyo kuna vijisababu vingi, lakini kilicho muhimu ni kwamba zamani mtoto ama mtu wa ukoo alikuwa anajulikana kwa kuangalia sura, ambapo unaona kwamba siku hizi ni scientific. Lazima kama kuna ubishano, DNA ndio scientific. Na Yeri unajua kwamba ile DNA haitoi 100% results, ni 99.9999%. Swali liko hapa. Mimi nishamuiba mwanangu mmoja kutoka kwa mamake, nikenda naye na nikaja na ile ripoti. Je, kule mahakamani itakubalika? Itakubalika kama yule hatapinga. Si wizi. Akipinga mtaambiwa nenda mfanye DNA testing mara ya pili. Haitabadilika. Na sababu wewe ukishakuwa na ile shahada ya DNA, wewe sio mwizi tena Yeri, wewe ni baba. Baba hawezi kumuiba mtoto wake
akaenda kufanya DNA testing. Mwizi ni yule mtu ambaye hana uhusiano na ule mtoto, ndiposa hata kwenye ule jamaa ule anaitwa Kinoti, ule DCI hawezi kukukamata ati wewe umeenda shule na ukachukua mtoto wako na wewe ni baba, mama alikunyima ule mtoto. Huwezi kushtakiwa kwa kidnap kama wewe ni baba ambaye ni kwa kumzaa ule mtoto. Nikurudishe nyuma kidogo. Umezungumzia masuala ya ubinafsi. Mimi nina ubinafsi wangu, sitaki siri zangu zitoke nje, na mtu amemchukua mwanangu tu. Kweli labda tulikuwa na uhusiano, amechukua mwanangu akaenda akapima DNA. Hapo siwezi kumshtaki kwamba huyu alimfanyia mwanangu DNA kinyume na ruhusa yangu na ameingilia usiri wangu. Ule mtoto Heri ni mtoto kama kampuni. Baba na mama kila mmoja na 50%. Kile kipengele cha 53(1)(e) cha katiba kinasema baba ni baba, awe ni baba wa ndoa, awe ni baba si wa ndoa, wote wana haki sawa. Kipengele cha 23 cha sheria ya watoto chasema kwamba hakuna mzazi ambaye ana superior right, nguvu zaidi kuliko mwingine. Kwa hivyo akina mama, sikiza leo, ule mtu mliezaa naye mtoto ana 50% ya huyo mtoto kama wewe. Sheria yasema hivyo. Ndiposa kwamba wewe leo uliyemzaa mama mtoto ukamfukuza yule Omari kwamba wewe sitaki kukuona, huu ni mtoto wangu, wajiita wewe ni single mother. Ukijaribu kwenda pale Nyayo House kutafuta passport, ukijaribu kwenda kutafuta visa, unaambiwa kwamba lete consent ya ule baba. Hata kama kwenye cheti chako cha birth certificate jina la mtoto la baba halimu. Ni mtoto moja Heri ulimwengu mzima hana baba wa kidamu, aitwa Yesu, mwana wa Mungu. Kila mtoto ana baba. Sheria yasema hivyo. Tukiondoka hapo, hakuna mtoto utakayemuiba kama wewe ndiye baba. Haya, tukiondoka hapo sasa tuangazie swala la chembe za DNA zinapoitishwa wakati wa uhalifu. Hususan kuna wakati tunaona kwamba kuna dhuluma za kijinsia, dhuluma za kingono, ubakaji. Huu wakati chembe za jinsia zinachukuliwa za nani? Nani ataomba chembe hizi ziweze kuchukuliwa? Wakati ambapo kesi za ngono zinaripotiwa kwa polisi, jambo la kwanza polisi wanapeana ni P3. Ule mama aliyefanywa kile kitendo anakimbia hospitali, wanajaribu kuondoa zile chembe za uzazi, sperms, na pili kuangalia kama kuna zile chembe za semen pale kwenye sehemu za siri za ule mama ama za ule baba. Kisha ule mshukiwa atakapokamatwa, iwapo atakamatwa haraka, pia atatolewa zile chembe zake za uzazi, sperms, na kulinganishwa na zile zilizopatikana pale katika maabara ya hospitali. Pili, iwapo zile chembe pengine ametumia zile zinazoitwa ni prevention kama condom, basi wale polisi watachukua zile fudhi ama zile nywele za ule upande wa uume wa mwanaume ama uume wa wake. Pale kitendo cha kujamiana kinapofanyika, kuna nywele zinazobaki pale, wanazitoa zile unywele ule, wanaenda wanafanya DNA analysis na wanakuamba hii ni ya nani, hii ni ya nani. Kwa hivyo ile ndiyo sasa kule ukienda kwenye DCI kuna maabara kubwa zaidi katika Afrika nzima ambayo imejengwa kutengeneza na kuangalia kufanya zile forensics. Basi wale madaktari wa forensics ndiyo wanachofanya na kuweza kulinganisha nani kafanya kile kitendo kwa sababu ya ile DNA walioifanya. Kwa hivyo ni njia moja ya kugundua waliofanya yale. Tatu, mate ya binadamu
zile mabusu watu wanazopiga wakinajisi wanawake wakifanya nini, basi yale mate yako yanapotolewa na yale mate yanayopatikana kwenye mwili wa ule mwanamke, basi yaweza fanyiwa DNA analysis na ikalinganisha kwamba huyu ni nani ndiye aliyefanya kile kitendo. Kwa hivyo DNA testing ni kitu ambacho kimeendelezwa zaidi kuliko watu wanavyotarajia, ya kwamba it is very easy kumpata mhalifu wa kesi za ngono, ni very easy kupata uhalifu wa kesi za mauaji iwapo DNA samples zitapatikana pale. Na tukimalizia kipindi hiki, labda kwa dakika moja, wakili, ushauri wako kwa wale ambao labda wanataka kwenda kutoa DNA, ama kwa mafunzo ya leo tu tukifunga? Wewe nenda kama unashuku, lakini ikiwa haujashuku, basi wewe lea mtoto wako. Pili, iwapo umefanyiwa kitendo cha ngono kwa fujo bila hiari yako, ama wewe ni mtoto, usioshe nguo zile ulizokuwa umevaa, wewe mwenyewe usioge mwili wako, kimbia hospitali, kimbia kwa polisi, ukaripoti immediately, ama tafuta yule ambaye ni mwalimu wako ama yule ambaye ni wakili aweze kukuchukua na utafiti ukafanywa kabla ushahidi kupotea. Tatu, sio kitu cha aibu kuweza kwenda kwa polisi na kusema kwamba umenajisiwa, umebakwa, umeshikwashikwa, umefanyiwa madhambi. Usijilaumu wewe eti wewe ndio kajichukua pale. Usijilaumu wewe ati wewe ulikuwa careless ndio maana ukafanyiwa vile. Sheria haikubali mtu kumdhulumu mtu mwingine, na kikosi cha polisi kiko imara kuweza kumfanya utafiti na kumshtaki yule ambaye amefanya kile kitendo. Na mwisho, mimi nawaambia mama wale ambao ni single mothers, jaribu muwezavyo kukubaliana na kama baba yataka kushiriki katika maisha ya mtoto, mwachilie, sababu ule mtoto yuhitaji baba na mama katika mazingira. Na ukiangalia zile kesi mingi ambazo ziko kwenye shule, heri ujue kwamba nilikuwa mwalimu wa secondary zamani, hizi kesi za kuchoma shule, wengi wa wale watoto 70% ni watoto kutoka single mothers. Asante. Shukran sana. Ni wakili huyo wa muda mrefu Danstan Omari akizungumzia swala nzima hilo la chembe chembe za DNA. Nimshukuru Maulana kwa kutufikisha siku nyingine hii ya leo na kutamatisha kipindi hiki. Sina la ziada ila kukuaga kwa heri, ubaki na heri. Mimi ni Suleiman Yeri.